Ya leo tutakuwa na somo linalosema waheshimu baba yako na mama yako. Somo fupi linasema waheshimu baba yako na mama yako. Baba, katika jina la Yesu, Mungu mwenye uweza, tunakushukuru Jehova nisi kwa wakati wa kipindi hiki. Bwana, tunakwenda kujifunza neno lako, ukatuwezeshe, ukatutie nguvu, ukatusikizishe maneno yako mtakatifu. Nami ukanitumie tu kama chombo, lakini maneno yote yatoke kwako mtakatifu. Nafunga mawazo ya kibinadamu yasiyokuwa na utukufu wako, bali Roho wa Bwana ukatawale ndani yetu, tuwezeshe, ukituongoza katika jina la Yesu. Amen. Nasema waheshimu baba yako na mama yako. Fungu kuu kutoka 20 mstari wa 12. Neno la Bwana linatuambia waheshimu baba yako na mama yako, siku zako zipate kuwa nyingi katika nchi upewayo na Bwana Mungu wako. Kwamba ili ukitaka kuendelea kwenye maisha, ukitaka kuwa mtu fulani wa hekima zako vizuri, lazima uanze na wazazi ama walezi ama ndugu ama mtu wa makamu ambaye unaona, ama watu wote, kwamba waheshimu baba yako na mama yako, siku zako zitapata kuwa nyingi. Kwenye siku nyingi unaweza ukapweka, unaweza ukawa unabadilisha maneno pale. Ili uwe na mafanikio mengi, lazima waheshimu wazazi, ndugu na walezi. Ili uwe na furaha nyingi, lazima waheshimu ndugu na wazazi. Ili uwe na furaha nyingi, lazima waheshimu. Kuna wazazi wa kiroho na kuna wazazi wa kimwili, lakini pia kuna wazazi wa kiumri. Lazima ujifunze kuwaheshimu na kuwapa nafasi kwenye maisha, na ndipo Bwana atakudhibitisha zaidi. Angalia watu ambao wanakuwa watu wakubwa, lazima wanawaheshimu ama wanajiheshimu, wanakuwa na mipaka na kujua nafasi yao. Hata Bwana Yesu alikutumia hii nafasi vizuri sana. Maana kuna wakati anasema, mimi kabla sijafanya, lakini nitafanya lile ambalo anayoniagiza baba yangu. Maana alikuwa anampa nafasi baba yake. Na hata sisi tukitaka kuendelea kwenye maisha, lazima tuwape nafasi watu kubwa, watu wazazi wa kiroho na wazazi ama walezi wetu wa kwenye maisha. Kwa mfano, uwezi ukaendelea kama unamchukia mchungaji. Kwa mfano, hata kama mwanafunzi darasani hawezi kufaulu kama anawachukia walimu, kama wapendi walimu. Maana automatic kama wapendi walimu, na somo hataipenda tena. Kwa nini? Kwa sababu anawapendi wale watu. Somo hawezi kulipenda, na kufaulu hawezi kufaulu, na kuendelea hawezi kuendelea. Na hata hivyo kwenye maisha, hata kama utataka kujitatamua kwa akili na uwezo wako, kama hauwapi nafasi watu wengine, haumpi nafasi Mungu, haupi nafasi watu wengine tu wanaokuzunguka, uwezo ukapiga hatua, utakuwa unazunguka pale pale. Kwa nini Mungu anataka tuwaheshimu baba yetu na mama yetu? Kuna swali hapo limeulizwa. Kwa nini? Wakati mwingine unaweza kuona mambo hayaendi na ukawa umesahau kuwa chanzo wazazi ama walezi. Na wakati unaweza ukaona mambo hayaendi, mambo hayasogei, mambo sibadiliki, sipati hiki ninachokitaka, sipati amani ninayoitaka, sipati mambo ninayoyataka. Kwa nini? Kumbe chanzo ni wazazi ama walezi. Kwa lazima tuangalie kutembea na watu kwenye maisha yetu ili tuweze kufika mbali zaidi. Lazima utembee na watu, lazima utembee kwa mipaka, lazima utembee kwa nafasi, na Mungu atakudhibitisha. Leo hujajifikisha mwenyewe, kuna aliyejifikisha juu mwenyewe. Mungu alitumia wazazi ama walezi kutufikisha. Yaani tulipo sisi hatujajifikisha wenyewe, hakuna, bali Mungu alitumia wazazi ama walezi ama ndugu wanaotuzunguka wakatufikisha level fulani ambapo tu. Hakuna aliyeamka ama akazaliwa automatic akajijua mimi nina akili, mimi na uwezo. Hapana. Hata mtoto mdogo anapozaliwa anakuwa hana chochote kabisa kwenye akili yake. Wale wazazi wanaanza kuweka vitu ambavyo vinaanza kukaa kwenye ubongo wake. Na ndivyo sasa yale malezi yanamfanya afike level fulani. Yale malezi ambao wanajaza, ukianza kujaza vikatuni kwenye akili ya mtoto, anakuwa katuni, anakuwa vile vile. Kwa nini? Kwa sababu unajaza vitu vile vile. Na hivyo kwenye maisha yetu tulivyo sisi ni matokeo.
upigaji kazi. Angalia, fuatilia, ukikuta familia ambayo ina wavivu sana na watoto watakuwa vile vile. Ukikuta familia ambayo ina matusi sana na watoto watakuwa vile vile. Yaani katoto kadogo tu kakiongea tusi mpaka unasema Yesu arudi sasa hivi ili niondoke. Kwa nini? Kwa sababu kanasikia ama kamejazwa maneno ya wazazi na kameona kawaida kabisa. Hujakaa kwenye familia za matusi utashangaa. Kwa hiyo sasa lazima tuangalie nafasi kuwapa hawa watu. Mzazi huanza kujaza mafaili mbalimbali kwa mtoto. Hata mimi kipindi naokoka nilikuwa sijui chochote kabisa kwa habari ya Yesu, kwa habari ya kuomba, kwa habari ya maisha mengine ya kiroho nilikuwa sifahamu. Ila wazazi na walezi wa kiroho wakaanza kujaza vitu ambavyo vinampendeza Mungu. Wanafundisha jinsi ya kuomba, wanafundisha jinsi ya kuandika fungu, wanafundisha jinsi ya umuhimu wa maombi, wanafundisha mambo ambayo mwisho wa siku tukianza kuyaishi tunaweza kusonga mbele. Na ndivyo ilivyo kwenye maisha yetu. Ulivyo leo ni matokeo ya malezi ya wazazi wako ama ndugu zako. Namna ulivyo moja ama nyingine wamechangia. Wazazi wana nafasi kubwa ya kuchangia mafanikio yetu. Wazazi wana nafasi kubwa ya kudidimiza pia mafanikio yetu. Mzazi ana nafasi kubwa sana ya kukufanya uwe juu ama ushuke chini. Sasa zipo faida za kuwaheshimu wazazi. Faida ya kwanza, utawapenda. Ukiwaheshimu wazazi utawapenda. Ukimheshimu Mungu utampenda. Ukimheshimu mlezi utampenda, na ukimheshimu ndugu yako utampenda. Nini? Kwa sababu unakuwa unashapata nafasi vizuri. Faida ya kwanza. Lakini faida ya pili, ukiwaheshimu wazazi ama walezi utamtukuza Yesu ama utamtukuza Mungu, utamuinua Mungu. Ukiwaheshimu wazazi utamuinua Mungu. Kwa nini? Kwa sababu tayari Mungu anaanza kutembea na wewe. Tayari Mungu atembei na watu wenye kiburi. Mungu atembei na watu ambao ni wakaidi. Mungu anatembea na watu wanaotii, na watu wenye hekima, na watu ambao wanampa nafasi yeye kama yeye. Hiyo ni faida nyingine ya pili. Lakini faida ya tatu, utawajali. Huwezi ukakijali kitu ambacho ukipendi. Hiyo haiwezekani. Tunajali vitu ambavyo tunavipenda. Tunampenda Yesu, tunamjali Yesu, tunampenda mzazi, tunamjali mzazi, tunampenda mlezi, tunamjali mlezi. Na ndivyo ilivyo, na au inakuwaga hivyo. Yaani huwezi ukamjali usiyempenda. Hiyo haiwezekani hata siku moja. Yaani mtu mwizi amekuibia halafu umjali? Hapana, huwezi ukamjali. Kwa nini? Kwa sababu humpendi na haumheshimu, maana yake huwezi kumjali. Lakini pia faida nyingine, utawasikiliza. Ukipenda wazazi utawasikiliza. Ukimpenda mchungaji utamsikiliza. Ukimpenda mwalimu wa somo fulani utamsikiliza. Ukimpenda mlezi fulani utamsikiliza. Yaani iko kwenye mazingira kama hivyo. Ukimpenda mke ama mume utamsikiliza. Na iko hivyo. Ukimpenda mzazi ama mlezi utamsikiliza. Tunamsikiliza Bwana Yesu ama tunawasikiliza wazazi wetu wa kiroho kwa sababu tunawapenda. Kwa hiyo lazima tuwaheshimu na tuwapende, na ndipo tutakapoweza kuwasikiliza. Lakini faida nyingine, utafanikiwa katika nchi upewayo na Bwana. Utapata baraka, heri na mambo mengi mazuri. Utafanikiwa. Utafanikiwa kwa nini? Kwa sababu utapata kibali pia katika wale walezi ama katika wale watu ambao aidha wazazi. Ukiwapenda wazazi ama kuheshimu wazazi, kile utakachowaeleza watakusaidia ama watakufanyia. Kwa nini? Kwa sababu tayari umewapa nafasi kwenye maisha yako, na tayari umewapa nafasi katika habari ya kuwapa mpaka na kuwaheshimu. Utapata baraka na utapata heri, utapata mafanikio na utapata sehemu kubwa, utajikuta unaanza kusonga mbele. Lakini kikiinuka kiburi na mambo mengine kama hayo, manake wazazi wanakaa pembeni ama walezi wanakaa pembeni na mambo mengine yanaanza kuharibika. Kumbukumbu la Torati 20:27 mstari wa 12 anasema, na alaniwe amdharauye baba yake au mamaye, na watu wote waseme amina. Hilo ni andiko. Alaniwe. Yaani ukimdharau mzazi ama ukimdharau mlezi, Biblia inaagiza ulaniwe kabisa na upate laana kweli, na watu wote waseme amina. Maana yake ni andiko. Tasoma ile Kumbukumbu la Torati 27 na ule mstari wa 16. Kwa hiyo ombi letu asubuhi ya leo, tupate nafasi pia ya kujenga hekima na maarifa na busara za kuishi na wazazi wetu waliotuzaa, wazazi wa kiroho ama walezi wa kwenye maisha yetu, na ndivyo tutakapopata baraka na mambo mazuri yatujilia. Hakuna kitu kizuri kitakachokuja kwako
kama utakuwa hauwapi nafasi ama walezi ama wazazi. Kwa nini? Kwa sababu wana nafasi kubwa ya kufikisha mahali fulani. Hata kama akiwa ni mzazi ambaye hajasoma, ni kweli hajasoma, wewe umesoma mpaka juu, lakini ni mzazi tu. Hata kama akiwa na jicho moja, lakini bado atakuwa ni mzazi. Hata kama akiwa ni kilema kiasi gani, bado atakuwa ni mlezi. Hata kama akiwa ni mdogo ama mfupi kiasi gani, kama ni mlezi ni mlezi, kama ni mzazi atabaki kuwa ni mzazi. Lazima ajifunze kuheshimu na kuwapa nafasi, na ndivyo Bwana atakapokupa kibali katika habari ya kuendelea na kusoma.